Nyakwara Mogi adwani mondo winyane gik madhi nyime kor gwenge ka wachak kod Nyamira gie sani. Kwasewuok Nyamira to wabro dhi gima jo Kisumu wacho. Kwasewuok Kisumu to wadhi Migori. Eka bang'e to ang' nwadhi e gwenge mamoko bende Machakos, Mombasa gi Homa Bay bende ang' ne lu bang'e. Koro en Nyamira, Kisumu kaso wadhi Migori. Wawinjane gima jo Nyamira wacho. Na ni dhahiri kwamba tumeshuhudia vijana wakitumiwa kuvuruga mikutano ya kisiasa kote nchini, na leo hii tunaungana na baadhi ya vijana ili nao watueleze wanahisi kwamba ni kwa nini wanaendelea kutumika na wanasiasa kuvuruga mikutano ya kisiasa. Majina naitwa Ruth Birgen. Nafikiri vijana wanatumika haswa na wanasiasa kuvuruga ama hii mambo ya kuleta mambo na goons, kwa sababu vijana wengi kwa sasa hawana kazi, hawana ajira, na wanajaribu all means possible to survive in different cities ama different places penye wako. Vijana wamesoma, wako na degrees, wako na diplomas, wengine wako na masters, but hawajaajiriwa kwa ile kazi ambayo walifanya. So kuinje wanajaribu all means possible to survive. Wanajaribu pia kukimu familia pale nyumbani. So unaona mtu anakuja anakuambia acha nikupe hela fulani unifanyie hivi. Kijana anakubali kufanya hivyo. Na si kwa kupenda kwake, lakini kwa sababu ya situation ambayo hakuna pesa, lakini anatafuta pesa. Itachangia hata mambo na wezi, kwa sababu utakuwa unasema sasa niko na tactics, nafanya hivi na hivi na hivi, italeta wizi na mambo mengi. Jina langu ni Robert Mtasi. Vijana wengi wanashawishika kuvuruga amani na mikutano mbalimbali ya kisiasa kwa sababu kikubwa zaidi ni ukosefu wa ajira, na wengine pia kutengwa na jamii na serikali kwa miradi ambayo ni muhimu sana. Wanahisi wametengwa, kwa hiyo kitu ambacho wamesalia nacho ambacho wanaweza faidika ni kujihusisha na kuvuruga na kuleta ghasia nini, rangaito. Ukiangalia mara nyingi ndo wanapata kipato na riziki ya kila siku. Kwa hiyo hii itazorotesha usalama wa taifa, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wakianza kuvuruga mkutano mmoja baada ya mwingine, watafika mahali wakusanyike na washawishike kuunda vikundi tofauti tofauti ambavyo vitakuwa vinatoka sasa kwa mikutano ya kawaida viingie katika jamii na kuanza kuiba, kufanya uchafu mbalimbali kama wizi nini, alafu unajikuta sasa kile kikundi kinakuwa kinashika chini mizizi na kinakuja kuwa kikundi ambacho kinatishia usalama wa taifa. My name is Michael Bala, and I have to greatly condemn the use of Gunism to promote the political class. We have seen the great high number of youths, especially young people between 18 to 35, who are being killed kutumiwa katika mambo na Gunism. We saw in Kakamega there are almost 3 people who died, who were sponsored as goons and died at very tender age, leaving their young families. We have to condemn that. If there is any issue of security, there need to be trained security. We have the police which can be hired for security purposes, and we have to condemn the use of young people because the right to life really matters to these people. Mimi naweza rai wa vijana wasikubali kutumika kwa siasa, kwa sababu ile pesa ndogo peremende mbili haitakusaidia. Chunga maisha yako. Usikubali wanasiasa wakutumie vibaya, kwa sababu hii italeta mchafuko hapa na pale, watu watakuwa na amani. Unakost maisha ya watu wengine, hata wewe mwenyewe maisha yako yanaweza enda ikadhoofika. So kila ambacho ningerai serikali kuu na serikali ya county, hii mambo ya special economic zones waiweke kwa kila county, wakifanya kazi pamoja serikali kuu and other stakeholders, ili watu wapate kazi. Hii yote inachangia kwa sababu vijana wana kazi. Na hao ni vijana katika taifa letu la Kenya wakizidi kulalamikia kule kutumika vibaya kisiasa. Kwa kile wanasema kwamba vijana wengi hawana kazi, hawana ajira, na jambo linalowafanya kuwa rahisi kutumika kisiasa kwa kile kidogo wanacholipwa na wanasiasa. Duncan Bundi, Ramogi TV.